Katika kuhakikisha Kiswahili kinazidi kupaa kimataifa, Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA linaendelea kutekeleza kwa mafanikio mkakati wa miaka 10 wa kubidhaisha Kiswahili. Moja ya hatua muhimu katika mkakati huu ni upigaji msasa wa wakalimani kwa vitendo, kuwanoa kukabiliana na mabadiliko ya kisayansi na teknolojia katika tasnia ya ukalimani. Tangu kuanza kwa juhudi hizi, BAKITA imewafikia zaidi ya wakalimani 200 kutoka mataifa mbalimbali. Katika awamu ya 14, wakalimani 18 wamepigwa msasa, wengi wao wakiwa wa Tanzania sambamba na wenzao kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kenya na Japani. Hakika, Kiswahili kwa sasa kimetandawaa duniani kote, kikivuka mipaka ya kisiasa, kiuchumi na kiutamaduni, na kuwavuta watu wa mataifa mbalimbali kujifunza na kutumia lugha hii adhimu. Lakini je, BAKITA wanasema nini kuhusu mafanikio haya? Tumekuwa na mafunzo ya ukalimani hapa BAKITA, mafunzo ambayo yamewakutanisha wataalamu wengi mbalimbali kutoka nchi tofauti tofauti, wengi wao wakiwa ni wa Tanzania, lakini wengine wametoka Kongo, wengine wametoka Japani, wametoka Kenya, na wote hao wamejumuika pamoja katika kujifunza kupata mafunzo haya ya ukalimani. Mafunzo haya yamekuwa yakitolewa na Baraza la Kiswahili la Taifa, ni mwaka wa 3 sasa. Kulingana na mahitaji ya soko la ukalimani duniani kwa kadri ambavyo Kiswahili kinakuwa, basi imekuwa ni faraja kwetu kuwapata hawa 18 kuingia katika soko la ukalimani. Bado tunahitaji watu wengi zaidi kuingia katika taaluma hii, kwa sababu kadri Kiswahili kinavyokuwa ndivyo ambavyo wakalimani wanahitajika kwa wingi zaidi wa lugha tofauti tofauti za kimataifa, na ikiwezekana hata za kiasili kwa kadri ambavyo hitaji litakuwa. Kwa hiyo mimi ni waombe wadau wengi mbalimbali wa Kiswahili wa ndani na nje ya nchi, basi wachangamkie mafunzo haya ya msasa ya ukalimani, kwa sababu soko ni kubwa na bado tunahitaji wataalamu wengi wa ukalimani ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Kipekee ni shukuru serikali kwa namna ambavyo imekuwa ikituwezesha sisi BAKITA kuweza kuendesha mafunzo haya. Na wakalimani wenyewe wana maoni gani kuhusu mafunzo haya yaliyobadilisha maisha yao? Okay, jina langu ni Fumio Jin kutoka Japani, na sasa mimi ni mwanafunzi wa chuo cha Dar es Salaam. Nashukuru sana naweza kuhudhuria hii mafunzo ya ukalimani, kwa sababu ni masomo mazuri kwa mimi, ingawa Kiswahili kiwango changu cha Kiswahili ni bado mbali sana na kufanya ukalimani, lakini mafunzo ya ukalimani imenihamasisha kujifunza Kiswahili zaidi. Ni kwanza ni kuwa na fursa ya mazoezi kwenye booth. Ni nzuri sana. Na pili, hii ilikuwa fursa nzuri kuwa na uhusiano wa watu wengine kutoka nchi mbalimbali, na baadhi ya watu tayari wanakuwa na uzoefu wa kufanya kazi ya ukalimani, hivyo ni nzuri sana kwa mimi. Kweli kabisa, mimi ninaona kufanya kazi ya ukalimani ni muhimu sana to connect people, and na hii ni hatua ya kwanza kuelewa utamaduni na nchi zingine. Hivyo ukalimani ni muhimu sana. Sina uhakika mawazo ya Wajapani wote, lakini ni bado lugha ya Kiswahili ni haijulikani kwenye Japani. Yani watu wanaoongea Kiswahili wapo Japani, lakini wachache sana.
hivyo bado kuna nafasi nyingi sana kuenea lugha ya Kiswahili na kazi ya ukalimani. Mimi ni mchumi lakini pia ni mkalimani kwa lugha ya Kiswahili, Kiingereza pamoja na Kihispaniola. Kwa kweli mafunzo ambayo yanatolewa na BAKITA yalikuwa mazuri sana. Tumeweza kupata mengi, tumeweza kufanya mafunzo haya ya ukalimani, kupigwa msasa kwa kutumia vyombo ambavyo huwa vinatumika kwenye mikutano mbalimbali. Ukalimani ni fursa, ni kazi. Kama mimi ambavyo nimesema mwanzoni, mimi ni mkalimani. Mwanzo sikuwahi kufikiria kwamba ukalimani ni fursa, lakini sasa hivi ndio kazi ambayo inakuweka mjini, tunasema. Kwa hiyo kwa kweli kama kuna watu huko ambao wanaweza kuongea na kuweza kujiexpress, wanasema wazungu, kwa Kiswahili Kiingereza au Kiingereza Kiswahili, nadhani hii ni moja ya fursa, ni moja ya daraja ambalo linaweza likakutoa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mimi ningependa kutoa rai kwa kama kuna wengi huko ambao wana uwezo huu wa kuongea, kuweza kuongea kwa lugha hizi mbili, kwa kweli wafike BAKITA kuja kupata mafunzo, kwa sababu mafunzo haya kama tulivyosema ni daraja, yanaweza kukusaidia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ningependa kushauri labda katika pia swala la kupigwa msasa, ukiachia mbali kufanya mafunzo kwa kupitia vifaa vile ambavyo viko pale darasani ambavyo vinatoa kutoka lugha moja lugha nyingine, tunafundishwa jinsi gani ya kuweza kufanya hii kazi kwa utaalamu zaidi, jinsi mbalimbali ya kuweza kufanya vile vipengele kwa mstaarabu mbele ya watu nje, kwa sababu unajua kwamba ukisha kuwa mkalimani unakuwa unakutana na watu wa dunia nzima. Lakini ukiachia mbali hiyo ambayo pia ni nzuri, pia kama ingeweza pia katika masomo haya tufundishwe ama yafundishwe jinsi ya kuweza kufanya ukalimani kwa njia ya online, wanasema online interpretation, ambayo kwa bahati mbaya tu kuweza kupata hiyo nafasi, lakini nadhani pia ingefanya vizuri kutukita zaidi katika hii taaluma, kwa sababu tunajua kwamba vitu vingi vinaingia kutokana na teknolojia, vitu vingi vinaingia online. Kwa hiyo pia nadhani hiyo itakuwa kitu kizuri kama BAKITA ikiweza kulichukua hilo na kuongeza kati ya yale ambayo tunayafanya, pia tuweze kufanya na online interpretation na zile study zake. Jina langu ni Joseph Manongi, mimi ni mwanasheria. Mafunzo haya ni mafunzo mazuri sana, yanawafaa wakalimani wote kuweza kuja kupitia mafunzo haya. Lakini pia hata kwa mtu ambaye hana historia ya kuwa mkalimani, anaweza kuja kupata mafunzo haya, huenda ikawa ni mwanzo wa kufanya kazi hii ya ukalimani. Binafsi nimeyafurahia sana mafunzo haya kwa sababu yamenipa ujuzi mzuri na mpya katika fani hii ya ukalimani. Ukalimani unaweza kuunganisha lugha mbalimbali, na kwa Waswahili ina maana kwamba inaweza ikawaunganisha pia kufahamu lugha zingine, lakini pia kuweza kukikuza Kiswahili hasa kinapowafikia watu wengine ambao hawakielewi kwa njia ya ukalimani. Watu wachukue fursa hii, waone kwamba ni nafasi ya pekee kuweza kujifunza ukalimani, sio tu kujua lugha, lakini pia ni fursa ya kiuchumi. Lakini pia kwa serikali inatoa wito kuwekeza nguvu zaidi katika mafunzo haya, huenda yanaweza kawa hata ya muda mrefu zaidi, ili kuweza kupata wakalimani wengi zaidi wenye ujuzi na uzoefu wa kutosha. Itakuwa mimi hapo awali nilikuwa nafanya tu random, lakini nimekuja hapa kuna kitu ambacho nimekipata kupitia mafunzo. Nimejifunza kuwa hii ni kazi kama kazi nyingine. Mimi nimeitwa kwa jina la Bwana Mauricio Nyandwe Josue. Nimetoka kunako nchi ya kidemokrasia ya Kongo, na nimekuja kupata mafunzo hapa BAKITA Dar es Salaam. Mimi binafsi nimefurahi sana na mafunzo, sababu imenifungua mawazo na imenitia kabisa nipate ile huba ya kuja kuongeza tena mafunzo ya ukalimani. Na furaha ninipeleka ujumbe kunako nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo, na tumeinia kama
kisha mimi kuna wengine watakuja, sababu ni mafunzo mazuri sana. Kati ya Wakongomani na wa Tanzania kuhusu ukalimani kuna mambo mengi sana, sababu unajua Swahili sisi tunasema nako Kongo, sio Swahili wanasema hapa Tanzania. Zinakuwa na bidii zaidi kupitia kunako mafunzo hii, na itaturahisisha mambo kwa kusikilizana vizuri katika lugha yetu ya Kiswahili. Mafunzo ya sasa kwa wakalimani ni mafunzo mazuri sana, ambayo yametupa uzoefu na juzi muhimu sana kwa ajili ya kazi nzima ya ukalimani. Tasnia ya ukalimani ni tasnia nzuri sana. Ni tasnia ambayo inatuhitaji sote wenye nia ya kujifunza zaidi katika hii tasnia ya ukalimani, kujinoa zaidi, kufanya mazoezi zaidi na kuweza kuwa mahiri katika hii kazi nzima ya ukalimani. Kwa upande wa serikali, nitoe tu wito kwamba izidishe nguvu kwa ajili ya kutoa mafunzo hasa katika ngazi ya ikibidi hata kuanzia ngazi za shule ya sekondari, kutoa walau mafunzo haya kwa kiasi, kuanzia sekondari mpaka vyuo na vyuo vikuu, ili kuzalisha wakalimani wengi zaidi ambao watafanya kazi hii kwa ufanisi na watajiongezea kipato na kukuza kipato cha familia na pato la nchi pia. Mimi ni Fibian Riziki Muthama, natokea Kenya, mwigizaji wa filamu na pia mwigizaji wa sauti za Kiswahili. Vile vile ni mwandishi wa vitabu na mkalimani kutoka lugha ya Kiingereza kwenda lugha ya Kiswahili, na ni mfasiri pia. Mafunzo haya ya ukalimani ni mazuri mno, na ninafikiri baraza hili la Kiswahili la kitaifa hapa Tanzania limefanya changamoto ambacho ni kitu kizuri sana kuweza kuzindua ama kujua kwamba kuna gepu ya mafunzo ya ukalimani. Nimependa sana darasa, kuna vitu vingi ambavyo tumesoma kwa mafunzo au niseme masomo kwa vitendo, na walimu wamekuwa ni wazuri, hawajachoka na sisi wenye kuuliza maswali mengi. Na pia nimependa mazingira yanafanikisha masomo kwa nitasemaje, ni laini ama nitasema seamless. Ndio, kwa hiyo mazingira ni tulivu mno. Ukalimani ni mojawapo ya kazi watu wengi wamekuzia hii kazi. Kwa sababu gani? Kiswahili mwanzoni kilikuwa na nafasi moja kwa mwalimu tu wa Kiswahili, lakini kama siku zote huwa ninasema kwamba Kiswahili ndio nguzo yangu mimi, Kiswahili ndio kimenifikisha hapa, Kiswahili ndio kinaniletea kile ambacho nimesema chakula, na kwangu ni kazi. Ina maana kwamba wakati wote ninafanya labda ukalimani, uandishi wa vitabu, utunzi wa mashairi, utafiti, vyote nafanya kupitia lugha ya Kiswahili. Na sasa bali na walimu, bali na uandishi, kuna pia ukalimani na ufasiri. Hivi sasa kama lugha ya Kiswahili ni mojawapo wa lugha rasmi za Umoja wa Afrika, vile vile lugha rasmi za Umoja wa Mataifa, na vile vile ni lugha ya 10 ya duniani. Na vile tuseme UNESCO imefanya Kiswahili kuwa na siku yao kwenye kalenda au siku yetu kwenye kalenda, ni jukumu letu sasa kupanua. Mojawapo ilikuwa ni ukalimani. Kwa nini nasema hivyo? Majopo haya ama hizi kazi zitahitaji Waswahili kukalimani lugha yao, kwa sababu sasa ikiwa lugha itakuwa mazungumzo kwenye vikao rasmi kama vile Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika, na pia katika nyenzo zile zingine. Kwa hiyo naona ukalimani ni kitu ambacho tunatakiwa kukitilia maanani, na ni kitu ambacho niseme ni kazi kwa wengine wetu kama sisi, ambavyo nafikiria ni gepu ambayo BAKITA imefunika na inakuja vizuri tu. Jina langu ni Faith Shamoni, nafanya kazi Vodacom. Wito wangu mimi tukianza kwa jamii kuhusiana na swala zima la ukalimani, wasikate tamaa, waje. Kama kuna mtu anahisi kwamba anaweza akafanya kazi vizuri hii,
au wana kipaji au yani usiogope kwamba sababu kwamba labda hujasoma lugha au ni nini. Watu wowote, mtu yoyote aliyosoma kozi yoyote, kikubwa tu awe na ile nia ya kukalimani, anaweza akaja hapa na akajifunza na akaelekezwa ni mambo yapi ambayo anaweza kuyafanya. Kumbuka, ukitia jembe mpini shamba halikushindi. Anza sasa, ukalimani ni ajira.